waliokuwepo siku ya jana, tulianza na somo ambalo linasema pokea nguvu ya uzalishaji na kuongezeka. Pokea nguvu ya uzalishaji na kuongezeka. Pokea nguvu ya uzalishaji na kuongezeka. Na mstari ambao unaotubeba katika huduma hii ya wiki hii ni kitabu kile cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 16. Japo waliokuwepo jana tulianza kusoma kitabu cha Mwanzo hicho sura ya 26 kuanzia mstari wa 12 hadi wa 16. Lakini huduma hii imebebwa na mstari wa 16. Mstari wa 16. Mstari wa 16. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 26 na ule mstari wa 16. Maneno ya Mungu yanasema, Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno nilitangulia kusema jana, ni maneno ya Abimeleki ambaye kiuhalisia alifanyika kuwa adui kipindi cha Isaka, na ilikuwa ni mlango kabisa kwake shetani akapata ili kutengeneza mazingira ya kutaka kuondoa Isaka katika ile nchi, kwa sababu shetani alijua kuna majira, kuna saa ambayo Isaka katika nchi hii atakuwa mkubwa sana, atakuwa mkuu, na Mungu alikuwa amekusudia kumuinua. Mungu alikuwa amekusudia kufikisha maeneo fulani. Kwa hiyo shetani alipotazama ulimwengu wa roho na kuona jambo hili ya kwamba kuna majira yatafika, Isaka atakuwa mkubwa, atakuwa mkuu, kuna mambo yataenda, akatengeneza mazingira ya kuweza kumwondoa. Lakini ashukuriwe Mungu, kwa sababu Mungu alipenda Isaka aweze kukua, aweze kuzalisha, aweze kuinuliwa, awe mtu mkubwa, apate kuzidi sana. Mungu alikuwa amekusudia amuinue kwenye nchi, sio nchi nyingine. Na ndio maana Mungu alimtembelea na kumwambia ya kwamba usitoke katika nchi. Kama Mungu hajakwambia usifunge biashara, usifunge biashara. Kama Mungu amekwambia usiache kazi hii, usiache kazi. Kama Mungu amekwambia fanya 1 2 3 na bado hajakwambia acha kufanya hivyo alichokwambia ufanye, usiache. Kwa sababu mbele ya safari kuna mafanikio makubwa sana, kuna maendeleo makubwa sana, kuna mahali Mungu anatamani ufike, kwa eneo au kwa nafasi ambayo Mungu amekuweka kwenye ile eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuliona hiyo, na leo nataka tusogee mbele kidogo. Nilitamani kutoka kwenye hii mstari, lakini nilipokuwa ninaomba ofisini nilisikia tu ndani yangu nisogee hapo, tukasome kuanzia ule mstari wa 18 hadi ule mstari wa 25. Kuna kitu cha ajabu sana nataka tukione hapo, na ninaelewa kabisa ni mstari ambayo inafahamika, watu wengi tumeisoma na tumefundishwa katika maeneo mbalimbali, lakini kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka azungumze na mtu mmoja jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema hivi, Isaka akarudi akavichimba, Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuatana majina alivyoviita babaye. Na mstari wa 17 unatuambia Isaka akatoka katika ile nchi, akaondoka akiwa amezalisha
uone hapa Roho Mtakatifu anataka kuonesha ya kwamba unatuambia Isaka akarudi baada ya kuondolewa kwenye nchi ambayo alikuwa anazalisha, baada ya kuondolewa kwenye nchi ambayo alikuwa akiongezeka, baada ya kuondolewa kwenye nchi ambayo amekuwa mkubwa na nguvu za Mungu zimemsaidia akawa mkubwa. Biblia inasema akarudi tena. Akarudi kwa lengo gani? Akarudi kuchimbua visima vya baba yake ile ambavyo Wafilisti, Biblia inasema walikuwa wamevifukia, na visima hivi vilikuwa ni urithi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vilikuwa ni urithi kutoka kwa baba yake. Mimi nataka nikwambie kwenye mstari wa 18 kwamba nguvu za Mungu zina uwezo wa kukusaidia na kukukumbusha na kukuonesha urithi uliofukiwa na adui kwenye maisha yako. Narudia tena, nasema hivi, nguvu za Mungu ambazo alikuwa nazo Isaka zilimsaidia kuzalisha, zilimsaidia kuongezeka, zilimfanya astawi, zilimfanya awe mkubwa sana. Na kwa sababu hiyo kulikuwa kuna urithi ilitakiwa upate kutoka kwa baba yake, na baba yake alikuwa amechimba visima, na visima hivyo vilikuwa ni kwa sababu ya kumrithisha Isaka mtoto wa kwanza, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa Mungu alimwambia Isaka ya kwamba kuna uzao, kuna mtoto ambaye utakayezaa, huyo ndiye ambaye atakayerithi. Na miongoni ya urithi ambao baba yake Ibrahimu alikuwa ameuacha ni visima. Na visima hivi kwa mara nyingi huwa na vitamka na vitafsiri ni visima vya baraka. Kwa hiyo ninakurudisha kwenye ardhi yako, ninakurudisha kwenye kanisa lako, ninakurudisha kwenye utumishi wako, ninakurudisha kwenye kipawa chako. Ninasema hivi, kila mahali ambapo Mungu amekuweka kuna kitu ambacho amekiweka kwako kama urithi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana akapitia upinzani. Abimeleki akamwambia ondoka. Kuna wakati unaweza ukapitia mwanadamu, kanisa la Bwana, unaweza ukapata upinzani hata kwa watu wenyewe. Wakakwambia ondoka, mahali hapa ni pa kwetu. Wakakwambia achia hii nafasi. Wakakwambia achia hii biashara. Wakakwambia toka kwenye utumishi huu, toka kwenye hili eneo. Na usipokaa sawasawa, kama haujakaa sawasawa na Mungu aliye hai, na wewe unaweza kusema kama utumishi basi, kama biashara basi, kama ndoa basi, ukachukua hatua ukaondoka. Unapoondoka kumbe umeacha urithi wa kwako. Kipindi ambacho kimefika cha uzalishaji kulingana na utumishi ambao Mungu ameweka ndani yako. Nataka nikwambie kwa kupitia hao wanaweza kukukatisha tamaa. Amen. Wakukatisha tamaa. Unaweza ukaondolewa mahali sio kwa sababu Mungu ametaka. Bwana asifiwe. Narudia tena. Unaweza ukaondolewa mahali sio kwa sababu Mungu ametaka, ila kwa sababu kuna watu wameona kuna hatua njema unaiendea mahali ulipo, na kwa sababu hiyo wakikuacha utawazidi, utakuwa mkubwa kuliko wao. Kwa hiyo wakishachungulia wakasema huyu Timotheo, wakasema huyu mchungaji anapoelekea hapa Morogoro, anapoelekea hapa Tanzania atakuwa mkubwa kuliko sisi, atapata sifa kuliko sisi. Wanatengeneza mazingira ya kumondoa. Unaweza ukaanzisha kitu lakini akatokea mtu akatamani kumiliki ulichoanzisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu baba yake Isaka alikuwa ameshakufa kwa muda mrefu, na visima vilikuwa viko chini ya utawala wa Abimeleki, na Abimeleki alikuwa na watumishi, alikuwa na wafanyakazi, walikuwa wana uwezo wa kuvichimba visima ambavyo vimefukiwa na kuvimiliki.
Lakini Isaka kwa sababu ana nguvu za Mungu, ana nguvu na macho ya rohoni, akaona ndani kuna visima ambavyo inatakiwa vichimbwe, visima vyenye baraka. Alipokuja kuanzisha uzalishaji wa visima, kuchimba kisima, Biblia inasema pale pale wakakigombania, wakasema hiki kisima cha kwetu, wakasema hiki kisima cha kwetu. Sasa kama ni cha kwetu, kama ni cha kwetu, kwa nini hamkuchimba? Kama hii ni biashara ya kwako mume wangu, kwa nini hukuanzisha? Kama hii ni biashara ya kwako mke wangu, kwa nini hukuanzisha? Umesubiri nianzishe, sasa ndipo kwenye mafanikio unataka kuimiliki. Usipokisimamia sawa sawa, ulichokianzisha kitakufa, kitafukiwa. Kwa nini? Kwa sababu mwenye uchungu wa biashara ni yule aliyeanzisha, sio yule aliyopewa kusimamia. Ninazungumza na wafanyabiashara hapa. Umeanzisha biashara, shetani amekuja kupambana, amepiga mtaji umeisha. Nataka nikwambie, tafuta mtaji mwingine, anzisha biashara tena kwa jina la Yesu. Atakuja kugombania tena, atapiga huo mtaji mara ya pili, mara ya tatu, anzisha tena. Kuna majira yatafika, shetani atasema kwa kweli huyu mtu atachimba visima sana, atafanya biashara sana, ataendelea kufanya biashara sana. Na kwa sababu hiyo tukipambana na biashara ya kwanza, anaendelea tena. Tunapambana biashara ya pili, anaendelea tena. Tunapambana biashara ya tatu, anaendelea tena. Kuna majira adui zako waliokwenda kukatiza tamaa watakata tamaa wenyewe, watasonga mbele kwa jina la Yesu. Na jioni ya leo uko upako special ambao Bwana atauachilia ndani yako. Utaenda kuwakatiza tamaa adui zako kwa jina la Yesu. Kama walikuwa wanapambana na habari ya Gosheni, wataanza kukata tamaa wenyewe. Kama walikuwa wanapambana na habari za huduma za mahali hapa, wataanza kukata tamaa wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu kuna upako special ambao Bwana atauachilia ndani yako. Wangapi wananielewa jioni ya leo hapa? Nimesikia makofi na vigelegele. Nimesema huo upako ambao adui zako aliyatangaza katika jina la Yesu. Adui zako wataachia kwa jina la Yesu. Amen. Tusipokata tamaa, adui wataachia kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu watagombana na sisi Januari, watatuona tupo Januari, watatuona mwezi wa pili, watatuona mwezi wa tatu, mpaka mwezi wa 10 ndio wanatuona tumesimama kwa jina la Yesu. Watagombana kongamano la kwanza, wanashangaa kongamano la pili tena. Hawajakaa sawa sawa mkutano wa Injili, hawajakaa sawa sawa semina. Wakishaona inasema Gosheni yukeni sasa kwa jina la Yesu. Gosheni tokea kwa jina la Yesu. Gosheni mwinuke kwa jina la Yesu. Nani nasema kuna saa itafika tutainuka kwa jina la Yesu. Kuna majira itafika tutaendelea kwa jina la Yesu. Kuna majira itafika huduma zitazaliwa kwa jina la Yesu. Kuna majira itafika tutafika mbali kwa jina la Yesu. Kwa kweli mtumishi wa Bwana, mimi nilikata tamaa kwenye biashara fulani, mimi nilikata tamaa kwenye utumishi fulani, mimi nilikata tamaa kwenye ndoa yangu, nilimkatia tamaa mume wangu, nilimkatia tamaa mke wangu. Na kwa sababu hiyo haya unayoyasema kwa kweli ni kama vile unajigusa mimi. Sioni kama nitainuka, sioni kama nitaendelea, sioni kama nitafika mahali fulani. Huyo mtu ndiye ambaye Mungu anamtafuta jioni ya leo. Tuombe nguvu za Mungu ziwe juu yako. Na kwa sababu hiyo, kama kuna kitu kilikufa baada ya kukata tamaa, kuanzia sasa na siku zijazo kikafufuliwa kwa jina la Yesu. Siwezi kufika tena. Kuna mahali nilifika kama Isaka aliacha kisima, lakini baadaye Mungu aliachilia nguvu juu yake. Akavirudia visima vyake, akavichimba visima. Rapa sakarabako, rapo sakarabako, rapo sakarabako.
jina la Yesu na kwa damu Yesu tunakuja na sadaka zetu. Tunaomba utukubali sisi na sadaka zetu. Hizi sadaka zipate kibali machoni pako, madhabahuni pako, katika jina la Yesu. Watoto wako tunapotawanyika kutoka hapa, nenda pamoja na kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Amen. Pokeeni baraka za Bwana Mungu aliye hai katika siku yetu ya pili ya kongamano letu la maombi. Bwana Mungu akubarikie, akulinde, akuangazie nuru za uso wake kufadhili, akuinulie uso wake, akupe amani yake, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.